Katika lesson hii tutakwenda kuangalia namna gani tunaweza work na mafile, na hususan kwenda kuangalia vipi tunaweza read file. Na mafaili haya yako ya aina tofauti tofauti, ikiwemo mafaili ya configuration ama mafaili yenye responses za API na mfano hayo. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma, ambapo tutakwenda kutumia kuna method tofauti, lakini mainly tunaenda kutumia open. So tuipe katika variable file is equal to open, then ndani ya open tunakwenda kulipa jina la ile file husika, ambapo kwa sisi hapa ni data.txt, ambapo nimelitengeneza hili hapa, lina Pentut Graphic Design Center, Zanmarket pamoja na Soma Taaluma. So baada ya kuweza kumwambia alifungue hili file lake, bila shaka tunahitaji kuweza kumwambia mood alifungue kwa ajili gani, kuweza kuandika, kuweza kusoma au kuweza kuandika na kusoma na mfano hayo. Kwa vile lesson hii tutakwenda specifically kwenda kuangalia namna gani tunaweza read hizo information, kwa maana tutaandika R kwa maana ya kuread. So baada ya kuweza kuandika ama kuweza kulifungua faili letu, bila shaka tutahitaji kuweza kuangalia ndani ya hili file muna kitu gani. So hapo tunaweza tukamwambia let's say content, yani variable content ni sawa sawa na file.read, kwa maana ya kwamba hapa sasa hivi tunakwenda kuread vile vitu ambavyo vilikuwa vimo ndani ya lile faili letu. Ili tuweze kuviona, bila shaka lazima tuweze kuprint. So tutaprint content yetu hapo, content. Okay, so tutaprint content ili tuweze kuona zile content zetu. Lakini cha muhimu na cha kuzingatia, kwa vile tulilifungua file, basi ni muhimu kuweza kufanya nini? Kulifunga, kwa sababu file inapofunguliwa baada ya kuweza kumaliza kulitumia, inabidi lazima tuweze kulifunga. So ikiwa kama tutairun sasa hivi hapa program yetu, tumeweza kuziona hizi hapa Pentut Graphic Design Center, Zanmarket pamoja na Soma Taaluma, tayari tumeshaweza kuzisoma. Lakini kuna angalizo la muhimu sana. Wakati program yetu hii ikitokezea kama ita crash muda wowote, imetokezea any error, basi hili file halitojifunga, jambo ambalo sio zuri na halitakiwi. So better way ya kuweza kuitumia, ambapo Python automatically itakwenda kulifunga file hata in case kama itatokezea error, ni kumwambia with open tayari. Then hapa tunaendelea kama kawaida kuweza kupass zile data zetu, so data.txt, then mode yetu ambayo tunahitaji kuweza kupitisha data itakuwa ni R, okay, kwa ajili ya kuweza kuread, si ndio? Vile vile hapa inabidi tuendelee as file, tuweke full colon ndani yake, tunamwambia variable yetu ya content itakuwa ni sawa sawa na file.read. Okay, then hapa moja kwa moja tutakuja kuprint content zetu. So safely kabisa tukirun program yetu tunapata same output, lakini utofauti uliokuwa baina hii ya awali na hii ya pili. Hii ya pili Python automatically analifunga faili letu, hata ikitokezea error hafla file itakuwa closed. Lakini huku in case imetokezea any error, basi file litakuwa liko open, halijafungwa. Kwa maana hata hapa pia ukisahau kuweza kuifunga, basi ni vile vile itakuwa faili letu liko open, tumelifungua, yani ni sawa sawa na kwamba tumeacha milango wazi. So hii tunaweza tukatumia sana kuweza kuread mafile, lakini especially mafile yakiwa sio makubwa sana, lakini vile vile kuweza kuangalia kama vile configurations, nayo vile vile tunaweza tukasoma ama logs zile ambazo zinakuwa zinahifadhiwa katika system servers na sehemu nyingine tofauti. So hapa tunaweza tukatumia methods vile vile za aina tofauti. It means kwamba hata kama utakuwa unahitaji kuweza kutumia zile loops, zote zinafanya kazi kama kawaida. So cha kuzingatia, kwa vile tumetumia hii hapa katika lesson zilizopita tuliweza kuangalia how tunaweza handle exception na errors. Kwa hivyo ni muhimu kuweza kutumia hivyo vipengele vyote kuhakikisha kwamba hata kama itatokezea error ya aina yoyote, basi tunaweza kuihandle vizuri kabisa bila kuweza kuexpose zile data ambazo tutakuwa tunazo na vitu vingine mfano hayo. So tukutane katika lesson inayofuatia inshallah kuweza kuangalia namna gani tunaweza write information ndani ya faili letu hili.